Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe familia. Ndani ya roho yangu mimi ni salama. Sijajua ndani ya rohoni kwako, je, ni salama? Kuna nyakati tunakuwa tunazipitia ni ngumu, nyakati za huzuni. Wimbo huu wa salama rohoni mwangu unatupatia amani na faraja kwamba hata tunapokuwa katika shida bado nitakuwa salama ndani ya Yesu. Mungu aweze kutubariki tunapoenda kusikiliza nyimbo huu na ukapate kututia moyo. Shalom. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo kwani Kristo Haleluya. Kuona uso wake kutanipa furaha, furaha isiyo ya kukomesha.
Wangapi wanatamani kuweza kuwa na furaha ya milele? Tumshangilie Mungu. Hili ni tumaini kubwa sana ya kwamba tutakuwa mahali ambapo Mungu ametuandalia makao tukiwa na furaha isiyokomesha. Mwanzo mwisho tukishangilia, tukifurahi na Bwana, Waswahili wa saizi wanasema tukipiga misele katika ile mbingu mpya, makao mapya ambayo Mungu ametuandalia. Tutafurahi pamoja na wapendwa wetu tukiwa na matumaini ya kwamba tutaishi maisha ya umilele. Huo ndio ujumbe ambao Yesu rafiki tumekuja kuwaleteni usiku wa leo. Kazi yetu ikiisha, basi tutakutana pale mbinguni tukimshangilia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakwenda kuimba wimbo wa mwisho, wimbo namba 177, wimbo unaosema kazi yangu ikiisha. Tunajua kwamba tulipata changamoto ya kupoteza wapendwa wetu, lakini wimbo huu unatukumbusha kwamba sisi wote tuliopo hapa duniani ni wapitaji, na kazi yetu itakapokwisha sasa hapa duniani, je, ni kitu gani kinakwenda kutokea? Kwamba tutakapolala katika uzima tutamjua Mwokozi wetu. Ni tumaini langu na tumaini lako pia kwamba siku utakapolala, nipende kuomba uwe na tumaini kwamba ukapate kumjua Mwokozi. Kwa hiyo wimbo huu utatukita na kufikiri kwamba siku tutakapotoka katika hii dunia tutakwenda kumuona Yesu uso kwa uso. Na Mwenyezi Mungu akapate kuwabariki mnaposikiliza wimbo huu. Shalom. Kazi yangu ikiisha, nami nikiokoka na kuvaa kutokuharibika, nitamjua Mwokozi nivukapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kuniraki, nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua Mwokozi, wahala mazambi sumari. Kuona uso wake utanipa furaha, furaha isiyo ya kukomeshwa. Nitamsifu Mwokozi kwa rehema na pendo vilivyonipa pahali mbinguni. Nitamjua
nikimwona uso kwa uso, nitamjua kwa alama za misumari. Katika Bwana Yesu nitawaona tena huko juu, lakini nifikapo kwake huko mbinguni, nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nikimwona uso kwa uso, nitamjua kwa alama za misumari. Milangoni mwa mji Bwana atanipisha, pasipo machozi wala huzuni. Nitawimba wimbo wa milele, lakini nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua kwa alama za nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua kwa alama za misumari. Hello, kwa majina naitwa Pregod Mbindoko, ni mmoja kati ya wanafamilia wa Yesu Rafiki. Yesu Rafiki imekuwa ni ministry kubwa sana ambayo ikiendelea kufanya kazi ya Mungu. Siku ya leo tulikuwa nao hapa kwa ajili ya kutupatia ibada ya faraja, ibada kwa njia ya uimbaji pamoja ibada kwa njia ya neno la Mungu. Hakika tumeendelea kubarikiwa sana na huduma ambayo Yesu Rafiki wanaifanya, ikiwa kwenye huduma za kiuinjilisti pamoja na huduma za sehemu nyingine za kijamii. Yesu Rafiki wamekuwa watu wa kuwatembelea watu katika majumba yao. Yesu Rafiki imekuwa watu ambao wanaendelea kuwafariji watu wagonjwa na kuwatembelea hata vijana wanaoishi katika mazingira magumu. Kwa kweli Mungu aendelee kuwabariki Yesu Rafiki. Kwa kweli Mungu azidi kuwazidishia. Tuendelee kumfanya Yesu kuendelea kuwa rafiki katika maisha yetu. Mimi binafsi nabarikiwa sana huduma yenu na wengine wengi wanabarikiwa sana huduma yenu. Bwana azidi kuwabariki sana. Kabla hatujaondoka,
tungependa kuweza kuona familia inatubariki kwa wimbo mmoja. Na hii zoezi mzee wangu, mzee Msafiri, utaliongoza ukishirikiana na kijana wako Pray God pamoja na dada Grace. Yupo mahali? Oh, haleluya. Yes, mtatupatia wimbo mmoja kutubariki na sisi pia tuweze kufarijika pamoja nanyi. Na wakati mnaendelea kujadili kuhusu ni wimbo gani mtaenda kutubariki na watazamaji watakao wasikiliza, tuseme ya kwamba tuko na ninyi katika kipindi chote. Tulikuwa nanyi tangu matatizo yalipotokea, lakini pia tutaendelea kuwa pamoja nanyi hata katika furaha zingine za hapo mbele. Sisi ni familia yenu na Yesu Rafiki pia tunabarikiwa kuwa sehemu ya familia hii. Na kama kuna vesi ambayo Dr. Mtango anaweza kaya solo, tutabarikiwa pia. Na Mungu akubariki sana mzee wangu. Na tunabarikiwa sana kuwepo katika haya malango chini ya hili paa, tukiwa tumejumuika kama familia na sisi vijana wenu, tukimtukuza Mungu kwa shangwe kuu ya kwamba matumaini yetu ni kwamba kuna siku moja tutaenda kushangilia katika ile mbingu mpya. Na vivyo hivyo pia katika maisha ambayo tunaishi hapa duniani, tunapaswa kuendelea kushikana mkono, tukitiana moyo, tukiombeana, kwa sababu hata Mungu mwenyewe anasema kwamba wakusanyikapo wawili ama watatu, nami nitakuwa hapo. Tunaamini kwamba Mungu yuko hapa usiku wa leo. Mzee wangu, karibuni sana. Hii ni nyimbo ambayo tutakao kwenda kuimba, ni nyimbo ambayo babu alikuwa akiipenda sana kuimba. Inaimbwa Mwokozi kwangu anazidi kuwa mwema mno. Kwa hiyo karibuni mnapoenda kuisikiliza nyimbo hii. Mwokozi kwangu anazidi kuwa mwema mno, kuliko vyote vya dunia na vya mbinguni, kuliko mafikara yangu yote ninayo, huzidi kuwa tamu kwangu mimi daima. Hujajua bado yote ya Mwokozi Yesu, kwamba ni Mwokozi tena aweza kuponya. Utamu wake wote tauona mbinguni, tauona mbinguni. Naona yanipasa kumsifu Mwokozi aliyeng'aa kuliko nyota zote usiku, aliyeniridhisha hamu zangu rohoni, huzidi kuwa tamu kwangu mimi daima. Ya Mwokozi Yesu, kwamba ni Mwokozi tena aweza kuponya.
wake wote tauona mbinguni, tauona mbinguni. Hujajua bado yote ya Mwokozi Yesu, kwamba yu Mwokozi tena aweza kuponya. Utamu wake wote tauona mbinguni, tauona mbinguni. Nilipoona ulegevu mwingi rohoni, yu karibu kunituliza taabuni mwangu. Mwokozi huyu nampenda, hunifariji, huzidi kuwa tamu kwangu mimi daima. Hujajua bado yote ya Mwokozi Yesu, kwamba ni Mwokozi tena aweza kuponya. Utamu wake wote tauona mbinguni, tauona mbinguni. Hujajua bado yote ya Mwokozi Yesu, kwamba ni Mwokozi tena aweza kuponya. Utamu wake wote tauona mbinguni, tauona mbinguni. Kwa majina naitwa Grace Mrindoko, ni mmoja kati ya wanafamilia hii ya familia ya Dr. Ntango. Tunawashukuru sana Yesu Rafiki kufika hapa nyumbani kwetu leo kwa huduma hii ya faraja. Kiukweli tunamtukuza Mungu kwa ajili ya vijana wa Yesu Rafiki kwa kuja kutupatia faraja, lakini pia pamoja na shukrani tunawaombea sana waendeleze kazi hii, isiishie kwetu tu au kwa watu ambao wanawafahamu, bali wakawafariji wengine wengi ambao wana uhitaji wa vitu kama hivyo. Tunawaombea kazi yao iende mbali kwa ajili ya uinjilisti, ikalete na wengine kwa Yesu. Asante vijana wa Yesu Rafiki kwa kuja kututembelea, na asanteni sana kwa sababu umetufariji. Naombea mfike mbali sana uko mnapoenda. Asante. Ni njia nzuri ya kujiandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Mungu aweze kubariki sana. Utakuwa mzee wangu mlezi kwenye mambo ya muziki. Ninabarikiwa sana. Yes, nabarikiwa sana. Na tusingependa kuendelea kupoteza muda, tupende kutoa shukrani za kipekee sana. Ninamkaribisha katibu mkuu wa Yesu Rafiki aongee neno la shukrani kwa niaba ya Yesu Rafiki wote, lakini pia tutakaribisha neno kutoka kwa familia la shukrani ama kuzungumza chochote. Mtatubariki kwa namna hiyo. Baada ya hapo tutafunga kwa ombi, lakini tumebarikiwa sana. Mungu awabariki sana. Katibu. Bwana ni mwema wakati wote. Sabato njema. Ninaamini tuko kwenye masaa matakatifu
ya Sabato, Ijumaa ya ushindi. Kwa kweli kwa namna ya kipekee tumebarikiwa kuwa katika familia hii. Bwana wabariki sana. Jamani, Bwana wabariki sana. Kwa ukubali wenu wa kuja kushiriki ibada hii pamoja na familia hii. Kwa kweli sisi wenyewe tumebarikiwa sana kwa ukarimu wenu, lakini pia nyimbo za kumtukuza Mungu zimeimbwa mahali hapa. Tuendelee kumsifu Mungu wa mbinguni. Wimbo ambao umeimba ni wimbo ambao nilikuwa natafakari kwamba wakati mwingine katika maisha yetu inabidi tukubali kwamba Mungu ni mwema nyakati zote. Haijalishi unapitia nyakati gani, lakini bado Mungu ni mwema. Kwa hiyo Bwana wabariki sana kwa niaba ya Yesu Rafiki. Tumebarikiwa, na wakati mwingine mkituhitaji sisi tupo. Basi baada ya kusema hayo, Bwana aendelee kuwa nasi sote. Tuendelee kuwa na matumaini. Tuendelee kuishi kulingana na neno la Bwana, lakini zaidi ya yote tunapoishi tujue kwamba Bwana ametuandalia makao tutakaoenda kuishi pamoja naye. Bwana wa mbinguni atubariki sote. Barikiwe sana. Neno kutoka kwa familia. Tanzania Dr. ama wenyeji. Sawa. Kwa niaba ya familia nawashukuru sana vijana wa Yesu Rafiki. Hilo jina ni jina jipya, ni jina zuri sana. Maana ninyi mna nguvu, ni vijana. Mkianza kumweka Yesu Rafiki mkiwa vijana, mtakapokuwa wazee kama mimi, mtakuwa mmeongoa roho nyingi, mtakuwa mna taji nyingi huko mbinguni. Kwa hiyo muendelee hivi hivi, na mimi ningependa kuwakaribisha kwa siku kama hii, Ijumaa ya ushindi. Pale chuo kwetu tuna kama Wasabato 10 hivi, na wameshakuwa tawi la Tukasa, na leo walikuwa wanakutana kule. Jumatano wanakutana na Ijumaa wanakutana, lakini Ijumaa ndio siku nzuri sana. Tungeenda kule na tungechanga kidogo, tuwe na chai kidogo, lakini hasa neno la Mungu. Watafurahi sana, na ninyi mtakuwa pia mmewafanya marafiki wa Yesu zaidi. Wataalika wenzao ambao sio wa Sabato, watawaalika kwenye kitu kama hicho. Kwa hiyo nawaomba sana mniambie tu Ijumaa ipi, of course, na zisiwe wakati wa likizo, sababu wakati wa likizo hawapo. Nasema likizo zetu zinaanza mwezi wa Septemba. Mzee wangu, tumebarikiwa sana na ombi lako la kuweza kushiriki pamoja katika hiyo ibada katika hicho chuo. Kwetu sisi sio ombi, ni amri, tutatenda. Kwa kauli yako mzee, tunanyenyekezwa sana kuweza kushiriki katika hiyo ibada. Katibu, naomba utalipangilia kabisa Ijumaa mojawapo, tutamtaarifu mzee ya kwamba tutaenda kushiriki hiyo ibada. Tunanyenyekezwa sana na tunashukuru sana. Mungu aweze kukubariki sana. Na neno la kusema kwamba hapo awali haikuwa hivi, sisi pia tunanyenyekezwa. Tunamtukuza Mungu sana na tumefurahi kusikia kitu kama hicho. Mzee, Yesu Rafiki inakupenda sana
na Yesu anakupenda zaidi. Yes, Mzee Msafiri. Ni washukuru sana. Sikuwa nimepiga picha hii ambayo nimeiona, na wengi ni kama nimewafahamia hapa. Sura nimeona ni ngeni. Nimezoea wale ninaoona tu pale kanisani, kumbe ni kundi kubwa. Mimi niwatie tu moyo kwamba endeleeni. Ni namna fulani ya uinjilisti ambayo hamwezi kujua Mungu atakavyoitumia kwa ajili ya kuwaleta wengine kwa Yesu. Kwa hiyo endeleeni. Ninyi kama Dokta alivyosema ni vijana, mna nguvu. Mkianzia mbali basi mtafika mbali. Asanteni sana. Mzee, Mungu akubariki sana. Na hilo neno ulilotutamkia ni ombi tosha, na tunaamini ya kwamba Mungu amelisikia, na tunaomba Mungu aendelee kututumia kwa kadri ya mapenzi yake tuweze kugusa roho za watu wengi. Basi tufumbe macho tuombe. Baba yetu mwema, uishie mahali patakatifu juu mbinguni, asante kwa jioni hii njema ya masaa matakatifu ya Sabato, kwa fursa hii ya pekee ambayo umetupatia katika familia hii ya Daktari Mtango, kutukutanisha na kundi hili la vijana wa Yesu Rafiki. Wamekuwa ni faraja katika masaa haya ambayo tumekuwa pamoja nao. Tumepata nyimbo, tumepata neno, tumepata maombi. Baba, tunashukuru sana. Nachoomba ni kwamba endelea kuwatumia kama chombo cha kuwaleta wengine katika zizi lako, lakini pia waweze kuwa ni faraja kwa ajili ya watu ambao wamepatwa na shida mbalimbali katika ulimwengu huu, ili wanapoangalia, wanaposikia maneno ya faraja, basi wakauone msalaba wako, na hatimaye watu waandaliwe kwa ajili ya ujio wako. Imefika masaa ambapo tunatawanyika, kila mmoja anakwenda nyumbani kwake. Wale malaika zako wanaoongoza safari wamuongoze kila mmoja kufika nyumbani salama. Kesho ni ibada, tupeleke katika ibada na tuandae kusikia kile kitakachozungumzwa kwa siku hiyo ya kesho. Naomba haya yote tukiamini katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amina.